Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunamtukuza Mungu aliyetupa neema tena na kibali cha kuweza kukutana katika siku ya leo. Ni matumaini yetu ya kwamba neema ya Mungu inazidi kuwa pamoja nawe na mkono wa Mungu uko pamoja nawe pia. Siku ya leo kwa neema ya Mungu ambayo imetujalia, tutakuwa tukitizama kidogo namna ya kuunganisha wito pamoja na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 4, ukianza kusoma kuanzia mstari wa 4, wa 5, wa 6 na wa 7 na kuendelea, unakuta neno la Mungu linasema, Mtume Paulo anasema alipopaa aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Alafu maandiko yanasema kwamba akatoa wengine kuwa manabii, kuwa mitume, kuwa walimu, kuwa wainjilisti. Lakini anasema lengo kubwa la kutoa hizi nafasi, alikuwa anatoa nafasi ili kujenga mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka tutizame kitu hiki kwa upana kidogo ili tuweze kujua, kwa sababu tuna watu wengi sana ambao Mungu amewaita, lakini si wengi sana wanajua kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Si wengi sana ambao wanafahamu kwa nini Yesu amewaita, kwa sababu tuna watu wengi sana ambao Yesu amewaita, lakini wanaishia kutumikia wito, lakini sio kusudi. Ukisoma maandiko, wakati Yesu anamuita Petro, maandiko yanatuambia kwamba Petro alikuwa akivua samaki. Wakati anavua samaki, Petro alikuwa na baba yake. Na wakati Yesu anamuita Petro, alimuita Petro akaacha mtumbwi, akamwacha pipia na baba yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho kiliingia ndani ya moyo wake ambacho hakikuwa ni cha kawaida, ambacho kwa lugha nyepesi tunasema kwamba wakati Petro anaitwa, ule ulikuwa ni wito wa kwanza, ambao ndani ya wito kulikuwa kuna maelekezo ambayo Yesu Kristo alikuwa anaweka ndani ya moyo wa Petro ili Petro aweze kulitumikia kusudi la Mungu. Na ndio maana unaweza kuelewa sasa kwa nini wakati Mungu anamwita Petro, wakati Yesu anataka kuondoka, anazungumza na Petro, anamwambia kitu kikubwa, anamwambia Petro, shetani ametaka kuwapepeta kama ngano, lakini nimekuombea utakapoimarika, utakapoongoka, waimarisha na wenzio. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho tayari Yesu alikuwa amesheka ndani ya moyo wa Petro. Na ndio maana tukaelewa kwa nini kuna watu ambao hata katikati ya makosa ambayo wanafanya, bado neema ya Mungu inakuwa pamoja nao. Na ndio maana unaweza kuwa na maswali kuuliza, kwa nini Petro alimkataa Yesu? Kwa nini Petro anamkana Bwana Yesu? Lakini bado neema ya Mungu inamfuatilia Petro. Ukisoma Injili ya Yohana unakuta Yesu anamuuliza Petro, Simoni Petro, unanipenda? Petro anamwambia, wewe wajua. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna kitu ambacho Yesu alikuwa amekwisha kuweka ndani ya moyo wa Petro, ambacho kulikuwa hakuna namna ambavyo angeweza kukiacha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba tutizame namna hii. Ukisoma sura ya 10 ya Injili ya Mathayo, unakutana na habari za Yesu akiwaita wanafunzi wake akawapa mamlaka. Ukisoma Biblia vizuri, katika kwenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, hubirini habari njema. Lakini naomba utizame kwa mtazamo huu hapa. Wakati Yesu anawapa mamlaka, hakuwapa mamlaka bila sababu. Ukirudi nyuma, nimetangulia kusema kwamba wakati Yesu anamuita Petro, anamuita katika mazingira ambayo anamwambia kwamba kuanzia leo utakuwa wewe ni mvuvi wa watu. Na kwa sababu hiyo sasa, wakati anampa mamlaka, alikuwa anampa ili Petro aweze kutimiza kusudi ambalo Bwana Yesu ameweza kumuitia. Na kwa lugha nyepesi ni kwamba mamlaka ambayo Mungu anakupa inakuwa na matokeo makubwa zaidi kama mtu utasimama katika kusudi la Mungu. Na kwa lugha nyepesi ni kwamba kama mtu hujasimama katika kusudi la Bwana, uwe na uhakika hata kama ungekuwa na mamlaka kubwa kiasi gani, hauwezi kuona matokeo ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya moyo wako. Sasa tazama, kama wito ambao Bwana Yesu anakuita unakuwa ni wa kwanza, cha pili ni kitu gani? Kwa sababu ukisoma habari za Martha na Mariamu, unakuta hawa watu wawili walikuwa ni ndugu. Huyu mmoja Bwana Yesu amekuja akakaa naye. Huyu mmoja anasumbuka na utumishi mwingi. Lakini Yesu anamwambia ndugu yake, anamwambia, halo, unasumbuka na utumishi mwingi wa bure, lakini ndugu yako amechagua fungu lililo jema. Maana ni nini? Yesu anapokuita, kitu cha kwanza ambacho anakitaka toka kwako, cha kwanza lazima ukae magotini pake ili umsikie anasema nini na wewe kwa habari za wito ambao amekuitia. Sasa wito ni nini? Bwana asifiwe. Wito ni nini? Uwe na uhakika, wito ni haja
iliyoko ndani ya moyo wa anayeita. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Wakati Yesu anawaita mitume, wakati anawaita wanafunzi wake, akawapa nafasi ambayo aliwapa katika mazingira ambayo alikuwa ana sababu ambayo imemfanya awaite. Na hiyo sababu ndo tunasema ni kusudi la Mungu la kukuita. Bwana asifiwe. Kwamba kama Yesu amekuita, uwe na uhakika kuna kitu ambacho kimemfanya Bwana Yesu akuite. Na kama kungekuwa kuna kitu ambacho kinamfanya akuite, asingekuita. Wakati mtumishi wa Mungu Yeremia anaitwa, Bwana Yesu anamwambia, kabla sijakuumba. Ukirejea kusoma nyuma, anasema mimi ni mdogo. Yesu anampa sababu ya kwa nini amemwita. Anatangulia kumwita akimwambia kabla sijakuumba. Manake kuna kusudi ambalo tayari lilikuwepo kabla huyu mtu hajaitwa. Wakati Musa anaitwa, aliitwa na Mungu katika mazingira ambayo hakujua kama Mungu ameweka mwito ndani ya moyo wake. Na ndio maana unaona wakati Mungu anazungumza na Musa kabla wito wake wa kwanza, anakuta hawa ndugu wanagombana. Anakuta ndugu zake wanagombana. Anasimama na kuwa mwamuzi katikati yao. Lakini hakujua kwamba kuna kitu ambacho Mungu amemuitia. Na ndio maana unaweza kuelewa kwa nini Mungu alimuita Ibrahim. Wakati anamuita Ibrahim, alimuita kwa kusudi kwamba Ibrahim, nimekuita ili uje kuwa baba wa mataifa. Lakini Ibrahim anamwambia hiki kitu kimekaaje? Na maana nataka nizungumze na wewe. Inawezekana una familia yako, uko na mke wako, una watoto wako, lakini katikati ya mazingira ambayo walio nayo hakuna hata mmoja anayemtaka Mungu wako. Ninataka nikwambie neno leo kwamba hata kama hawamtaki Mungu wako unayemwamini, ambaye ni Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma, wewe ndani ya moyo wako kisikatishe tamaa, kwa sababu hata Ibrahim wakati anaitwa na Mungu, aliitwa katika mazingira ambayo hakuwa na uzao. Lakini Mungu alimwambia Ibrahim, toka ukatizame. Inawezekana hawaoni faida ya utumishi wako kwa sasa. Nataka nikutie moyo kuambia kwamba hata kama unakatisha tamaa, jitie moyo kwa Bwana, kwa sababu katikati ya mazingira ambayo ni ya kukataliwa kwako, kuna siku Bwana Yesu Kristo ataingia katika malango ya nyumba yako. Hata kama mke wako hamtaki Mungu wako ambaye ni Mungu wa kweli, uwe na uhakika neema ya Mungu ikiingia katika malango yako, nyumba yako nzima itapata neema ya wokovu. Haleluya. Kwa usikatishwe tamaa, kwa sababu ndani ya wito kuna kusudi. Na hilo kusudi ndilo ambalo Bwana Yesu analitizama. Na hilo kusudi ndilo ambalo Bwana Yesu analifuatilia mpaka aweze kulitizama, mpaka aweze kulitimiliza. Kwa niko mahali hapa kukwambia kwamba inawezekana Mungu amekuita, lakini haujui amekuita toka kwenye eneo lipi. Niko mahali hapa kukwambia kwamba kitu ambacho Yesu ameweka ndani yako ni cha thamani. Hebu chukua hatua moja kama gotini pa Bwana. Inawezekana kuna muda unaona kwamba kama havina umuhimu, lakini niko mahali hapo kuambia kwamba kama unaona havina umuhimu, hebu fanya kwa ajili ya ndugu zako, fanya kwa ajili ya familia yako. Ndio maana maandiko yanasema wakati Bwana Yesu ameingia kwenye nyumba ya Petro, akamkuta mama yake mkwe na Petro ni mgonjwa, akamwekea mkono, ile homa ikaondoka. Maandiko yanatuambia tazama, kuna muda watu wa nyumbani mwako watapata msaada wa Mungu, si kwa ajili ya kwamba umeomba, lakini kwa ajili yako, kwa sababu Mungu ametizama moyo wako. Umejifunza kulitii neno lake, umejifunza kutii maelekezo yake, umekaa katika mazingira ambayo ya kutafuta uso wake. Uwe na uhakika katikati ya mazingira ambayo hawatamtaka Mungu wako, iko neema ya Mungu ambayo itafuatilia. Hata kama haoni mtu kukutia moyo, jitie moyo mwenyewe kwa Bwana, kwa sababu Mungu aliye hai anajua kwa nini amekuita. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa niko mahali hapa mtumishi wa Mungu kwambia kwamba kuna kitu cha thamani sana ambacho Mungu amekiweka ndani ya moyo wako. Umekufikiria wakati Yesu yupo Getsemane, maandiko yanasema saa ilipokaribia wanena Yerusalemu, saa imefika, na Yesu anajua kabisa kwamba lazima ataenda kule, atateswa, atakamatwa. Na maandiko yanasema kwamba akajua, akamwita Petro pamoja na Yohana, akamwambia hebu twendeni mlimani tukaombe. Wameenda, Yesu anawaambia roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Sasa ilikuwa katikati ya mazingira ambayo tunasema ni dakika za jioni sana, kwa sababu pale ndipo kulikuwa kuna vita yanapigana. Bwana Yesu anawaza, nipite msalabani au nisipite? Nikubali kupata mateso au nisikubali kupata mateso? Na uwe na uhakika kama angegoma kupita msalabani, uwe na uhakika kazi yake ingekuwa ni bure. Kwa hiyo alijifunza kunyenyekea,
alijifunza kutii kile ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wake ili aweze kutimiza kusudi ambalo Mungu amemwitia. Ndio maana niko mahali kukuambia kwamba hata kama unapita katikati ya vita, hicho kikombe chako kinywe, kwa sababu mbele yako kuna hatima iliyo ni kubwa zaidi. Umewahi kufikiria unazaa mtoto ambaye ni Yusufu? Umewahi kufikiria unazaa mtoto ambaye ni Yeremia? Umewahi kufikiria unazaa mtoto ambaye ni Daudi, ambaye Mungu amemwita kuwa mfalme? Mungu amemwita kuwa nabii wa mataifa. Umewahi kufikiria hicho kitu? Bwana asifiwe. Na ndio maana niko mahali hapo kukwambia wito ambao Bwana Yesu amekuitia ni wa thamani kuliko kitu chochote kile. Kwa sababu gani? Mungu aliye hai ana haja na wewe. Sasa unaweza kujiuliza, ninawezaje kufahamu wito na kusudi ambalo Mungu amenitia? Iko hivi. Mungu akikuita, ule unakuwa ni wito wa kwanza ambao amekuitia. Ndani ya wito kuna kusudi. Wakati Yesu anawaita wanafunzi wake, ulikuwa ni wito, na ndani ya wito kulikuwa kuna kusudi. Kusudi la kwanza ilikuwa waende ulimwenguni wakahubiri Injili kwa kila kiumbe. Kila aaminie ataokolewa. Kusudi la kwanza ilikuwa ni wao wakawafanye wanafunzi wote, watu wote kuwa wanafunzi wa Mungu aliye hai, kuwafanya mataifa yote kumjua Mungu wa kweli na wa pekee ni nani. Hilo lilikuwa ni kusudi ambalo Mungu aliye hai limemfanya awaite hawa watu. Bwana asifiwe. Kwa niko mahali hapo kuambia kijana mwenzangu, niko hapa kuambia mama, binti, niko mahali hapo kuambia baba, ambaye inawezekana umekaa muda mrefu katika utumishi ambao Mungu amekuitia, lakini inawezekana hauoni matokeo ya kile ambacho Mungu amekuitia. Inawezekana upo katikati ya mazingira ambayo hauoni mtu akusimama pamoja na wewe. Yako majira ambayo Musa wako atainuliwa kwa ajili yako, atasimama na atapigana vita yako, atasimama ataomba kwa ajili yako. Inawezekana shetani amekuzuia muda mrefu. Inawezekana umekuwa na shida katika uchumi. Inawezekana umekuwa kama Gideon anamuuliza malaika, kama Bwana yu pamoja nasi, kwa nini haya yote yanatupata? Inawezekana unaona shida zimekuwa ni nyingi sana katika familia. Ndoa imekuwa ni ngumu. Watoto unaona hawamtaki Mungu wako. Watoto wanasemwa vibaya mtaani. Niko mahali hapa kukwambia ya kwamba Mungu aliye hai katika majira ambayo ameyakusudia, uwe na uhakika ataingia katika malango ya nyumba yako, na atahakikisha kama shetani amekaa kwenye lango atamuondoa, kwa sababu wewe ni wa thamani sana kuliko unavyofikiria. Na ndio maana ilibidi aje kwa ajili yako, ilibidi aje afe kwa ajili yako. Inawezekana unasema utumishi wangu ulikuwa unaenda vizuri, lakini ghafla katikati ya safari utumishi wako umepata shida. Niko mahali hapo kukwambia kwamba katikati ya kuchoka kwako, Mungu anakutengenezea njia. Katikati ya bahari unayoona mbele yako, Mungu anakutengenezea njia. Inawezekana umekaa katika utumishi ambao unaona magonjwa yamekuwa ni sehemu ya maisha yako. Kwa kupigwa kwake tumepona. Uwe na uhakika hakuna namna ambavyo anaweza akakuacha ukaendelea kuteseka, ukaendelea kuhangaika wakati alikufa kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Na mimi niko mahali hapa kukwambia kwamba kama unaona kuna vitu ambavyo vimepungua ndani ya moyo wako, ninataka niombe kwa ajili yako, ili Mungu aliye hai aingilie katika mazingira yako, apigane upande wako. Inawezekana unasema nguvu za kiroho zimeisha. Niko mahali kukwambia kwamba iko mito ya Roho Mtakatifu, iko mito ya maji ya uzima, iko nguvu ya Mungu aliye hai itapita kwenye mazingira yote ambayo yanakuzuia. Kama ni magonjwa yataondoka kwa jina la Yesu. Kama ni madhaifu, kama ni vita, unapigwa vita kazini, uwe na uhakika Mungu ataingilia kati hiyo vita, kama alivyopigana vita ya kumtoa Israeli Misri. Inawezekana kazini kwako kuna mtu anazuia usikae katika nafasi ambayo Mungu amekusudia. Niwe uwe na uhakika kwa maombi haya Mungu atafanya jambo kwa ajili yako, kwa sababu kulikuwa kuna namna ambavyo Farao angemweka mtoto wake kwenye kiti kumzuia Israeli asitoke, wakati majira ya Bwana yalikuwa yamekwisha kufika. Kwa naomba niombe na wewe maombi haya, na wewe una imani. Kama kuna kitu ambacho kimekaa kwa muda mrefu, una hakika neema ya Mungu itaingilia kati, na utashangaa ghafla kuna vitu vitaanza kufunguka. Ulikuwa hauoni, utaanza kuona. Ulikuwa unaweza kusikia, utasikia, na utaanza kumwelewa Mungu akisema na wewe. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya watumishi wako hawa, Bwana,
ambao umewapa neema na kibali cha kuweza kusikiza neno lako la uzima. Bwana, ulisema wakiwapokea semeni amani. Watumishi wao wako wametupokea Bwana katika taifa lao ili ambalo wapo Bwana, na katika hali walizo nazo Bwana. Mungu ndiye hai, katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya baba huyu na mke wake na mume wake na kijana huyu na binti huyu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wengine Mungu ndiye hai ni wanafunzi katika level ambazo umewapa kuweza kuwa Bwana, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, katika jambo lolote lile ambalo Bwana limefanyika katika ulimwengu wa roho, likafungua hilo lango Bwana. Inawezekana ulisema nao hawakusikia. Wewe ni Mungu aliyejaa neema na rehema. Kumbuka toba na rehema katika damu yako Yesu Kristo, ili nguvu zako na neema yako Bwana ikae pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Anapata shida katika kusoma neno na kuelewa, kumbuka toba na rehema. Anapata shida Bwana katika kuomba, kumbuka toba na rehema. Samehe hali ya kiroho ya ardhi ambayo yupo Bwana. Anapata shida Bwana katika uchumi, anapata shida katika uzao. Wewe umesema hakutakuwa na tasa, hakutakuwa na kuharibikiwa na mimba Bwana. Na huyu mwingine ana maswali mengi kwamba kwa nini ninamtumikia Mungu wa kweli na bado haya yanatokea. Mungu, ninaomba kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka rehema na toba Bwana, ili nguvu zako zipite ndani yake na juu yake Bwana, ukajifunue kwa upya, akujue Bwana ya kwamba ni wewe uliyemuita, katika jina la Yesu Kristo. Mwingine ana magonjwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, maana kwa kupiga kwako tumepona. Natamka uzima na uponyaji kwa ajili yako na afya kwa ajili yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamuru hiyo HIV iachilie hiyo damu, kwa damu ya Yesu Kristo. Madonda ya tumbo yakauke kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo allergy iondoke kwa jina la Yesu Kristo. Homa za mara kwa mara, UTI, magonjwa sugu, ninakuamuru kwa jina la Yesu, achilia afya yake, achilia roho yake, apate kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaiamuru hiyo miungu iliyokamata mikono yako, iliyokamata kufanikiwa kwako, iliyokamata utumishi wako, kuachilie, na viti vyote vya enzi vya miungu vikuachilie kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na nguvu za Mungu na upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yako kuanzia hivi sasa kwa jina la Yesu Kristo. Upako wa Roho Mtakatifu uguse nafsi yako, roho yako na mwili wako. Mungu akakuhuisha kwa upya kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akubariki sana. Ni Vectors Generation. Endelea kutufuatilia, tuko YouTube, tuko TikTok, tupo Facebook, tupo Instagram. Endelea kusubscribe na kuendelea kualika watumishi wenzio wanaompenda Mungu wa kweli na hata wasiompenda, kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili ya kila mtu. Neema Mungu iwe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.